Bana, ni taarifa za hivi punde kutokea Mashariki ya Kati, vita kati ya Irani na Marekani, ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC kutokea ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani limetangaza majibu makali zaidi juu ya kauli ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump aliyoitoa mapema akisema kwamba mashambulizi yatarejea wikendi hii. Kufuatia kauli hiyo ya rais wa Marekani Donald Trump, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika taarifa yake kwa umma iliyotolewa kupitia ofisi ya uhusiano kwa umma ya jeshi hilo imesema kwamba madai ya Trump kurejesha mashambulizi katika siku za weekend hii, Irani itafanya maangamizo kabla ya mashambulizi hayo ya weekend hii, ikisema mashambulizi yoyote ama hatua yoyote ya mashambulizi hitajibiwa na mashambulizi makali ya moto mkubwa wa kuzimu. Na katika hilo, mashambulizi yoyote yatakayofanywa ama kutekelezwa dhidi yetu kwa wakati na saa yoyote ama uchokozi wowote utakabiliwa na jibu la kuipeleka Marekani jehannam, jibu la haraka, la maamuzi sahihi na la kuangamiza. Katika taarifa ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, any new aggression this weekend will meet hellfire. Our response will be immediate, decisive and devastating. Na huo ndio mwisho wa kunukuu taarifa hiyo ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC iliyoripotiwa na kunukuliwa na vyanzo mbalimbali vya taarifa kutokea Mashariki ya Kati, ikiwemo shirika la habari la Irani Tasnim News, shirika la habari la ukanda wa Mashariki ya Kati la Fars, pamoja na shirika la habari la Reuters kutokea huko Magharibi. Hata hivyo, katika taarifa mfatano, kamanda wa jeshi la wanamaji la Irani Admiral Shahram Irani ametangaza jibu la haraka kwa rais wa Marekani juu ya taarifa yake, akitangaza kuanzishwa ama kuzinduliwa kwa mfumo mpya wa taarifa wa angani ujulikanao kama UFOS, yani Unidentified Flying Objects. Kamanda huyo wa jeshi la wanamaji la Iran amejibu taarifa hizo za Marekani akisema kwamba Iran imetangaza na kuzindua silaha mpya ambazo zitafichuliwa hivi karibuni kufuatia uzalishaji na uboreshaji wa silaha za Irani unaofanyika kila kukicha katika ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani huko Uajemi. Katika taarifa yake hiyo ya kamanda huyo mkuu wa jeshi la wanamaji la Iran Admiral Shahram Irani amesema kwamba uzinduzi huo wa silaha hizo mpya pia unahusisha mashambulizi makali katika mataifa yote pinzani na yanayoshirikiana moja kwa moja na taifa la Marekani na Israeli, akisema wakati mataifa hayo yakiwa na matumaini ya kwamba silaha za Irani athari zake hazitokuwa mbaya na hazitosababisha athari zozote za kiafya, jambo ambalo si sahihi, akisema sasa wanapaswa kukaa macho na kushuhudia kile ambacho Irani itakwenda kuonyesha ulimwengu hivi karibuni, na ndiyo kuangamia kwa mataifa hayo na washirika wake Marekani na Israeli. Katika taarifa yake hiyo ya kamanda huyo mkuu wa jeshi la wanamaji la Irani Admiral Shahram Irani amesema, na hapa ni namnukuu, mataifa kizani yote ya ukanda wa Mashariki ya Kati na washirika wa karibu wa Marekani na Israeli sasa watakwenda kushuhudia uzinduzi usiokuwa wa kawaida wa silaha kubwa zaidi na zenye maangamizo makubwa. Silaha hizi kwa hakika zina athari mbaya sana kwa mataifa yote yenye ukinzani na Irani, na kwa hakika wanapaswa kuondoa kabisa matumaini yoyote, na hivi karibuni waandae madaktari muhimu na maalum kwa ajili ya kutibu matatizo ya heart attack, kwani silaha hizo zitakuwa si za kawaida na zenye athari mbaya zaidi kwa wote na washirika wao ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Wakati hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Jr. Trump ameendelea kutoa kauli za matambo juu ya vita hivyo vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani, akisema kwamba Iran haina budi kuendelea kushuhudia mzingiro mkali wa Marekani ikiwa haitokubali mazungumzo na kufanya makubaliano na Marekani juu ya silaha zao za nyuklia. Hata hivyo, mataifa kadhaa ya Magharibi yameanza kuonyesha ushirikiano wa karibu na kuiunga mkono Marekani juu ya kile ambacho inahitaji kwa Iran, ambapo taifa la Ujerumani limeunga mkono kauli ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump akisema kwamba Irani inapaswa kufanya makubaliano na kuachilia mbali ucheleweshaji zaidi, jambo ambalo litapelekea urefu na mwendelezo wa vita kati ya Irani na Marekani. Kauli hiyo ya Ujerumani imetolewa na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliyetoa mapema leo, ambapo akisema kwamba Irani inapaswa kurudi katika meza ya mazungumzo ili kuepuka ucheleweshaji wa vita unaoendelea kushuhudiwa hivi sasa na anguko la kiuchumi.
Akilizungumza hilo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema pia kwamba Ujerumani iko tayari kwa ajili ya kuachiliwa wazi mlango wa bahari wa Hormuz, akisema itaendelea kuunga mkono jitihada za wazi zinazoonyesha viashiria vya kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, lango kuu la kiuchumi kwa ulimwengu wote. Hata hivyo, katika taarifa mfuatano kutoka huko Mashariki ya Kati, taifa la Lithuania limetangaza kuunga mkono na kuungana moja kwa moja na rais wa Marekani Donald Jr. Trump juu ya uendelezaji wa udhibiti na maamuzi ya kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Lithuania Gitanas Nausėda amesema kwamba taifa lake na watu wake wote wa Lithuania wanaunga mkono kwa pamoja juhudi za rais wa Marekani Donald Jr. Trump juu ya kuelekea katika uhuru wa mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, rais wa Lithuania Nausėda amesema kwamba taifa la Lithuania liko tayari na pendekezo la Marekani linachukuliwa utimamu na kuhusishwa pia katika Baraza la Usalama la taifa la Lithuania, ikiwa kama dhamiri ya wazi za kuhitaji kuachiliwa huru kwa mlango bahari wa Hormuz. Wakati hayo yanajiri, wakati muunganiko ukiendelea kushuhudiwa baina ya baadhi ya mataifa kuunga mkono hoja za rais wa Marekani Donald Trump, taifa la Switzerland bado limeonyesha msimamo wake kikamilifu dhidi ya taifa la Irani, ambapo siku ya leo mawaziri wa mambo ya kigeni wa Irani na Switzerland wamezungumza kujadili kile wamesema maendeleo ya kikanda kati ya mataifa hayo mawili, ukanda wa Mashariki ya Kati na Uswizi. Katika taarifa ya wizara ya mambo ya kigeni ya Irani chini ya Abbas Araghchi imeeleza kwamba siku ya leo kwa njia ya simu waziri huyo wa Irani amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Switzerland Ignazio Cassis, ambapo wamejadili uhusiano huru na maendeleo ya kikanda pamoja na kimataifa yenye kulenga hali ya sasa ya vita na uhasama kati ya Irani na Marekani. Vuta ni kuvute imeendelea kushuhudiwa na kuripotiwa baina ya pande mbili za uhasama ama za vita, Irani akipata uungwaji mkono wa karibu kwa baadhi ya mataifa kutokea huko magharibi na mataifa makubwa yenye ushawishi mkubwa ulimwenguni wa kiuchumi na kijeshi, huku Marekani akipokea ushirikiano mdogo na dhaifu kutokea kwa baadhi ya mataifa. Hali inaelezwa kuwa itashuhudiwa mbaya zaidi endapo Irani itafanikiwa kupata ushawishi na ushirikiano wa karibu kutokea kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni, hali ambayo inaelezwa kuiogopesha zaidi Marekani dhidi ya maamuzi yake magumu ambayo ameeleza kuhitaji kuyachukua kwa siku za hivi karibuni, akisema atafanya mashambulizi katika ardhi ya Uajemi weekend hii. Je, yapi maoni yako juu ya kauli hiyo ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump, huku Irani ikijibu kauli hizo za rais wa Marekani Donald Trump ikisema itaanzisha na kufanya mashambulizi makali zaidi ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika eneo lote la ukanda wa Mashariki ya Kati, katika mataifa pinzani na washirika wa karibu wa Marekani na Israeli. Dondosha maoni yako kupitia uwanja wa maoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa hivi sasa.